Shalom. Amani iwe kwenu, familia ya Kristo. Walio wengi wanajiuliza, no, nabii wa Bwana anzaki hivyo? Aya, anaanza na shalom. Mlizoea mpendwa msikilizaji wangu, hiki ndicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio. Lakini nimeanza na shalom na narudi na kuambia shalom. Amani iwe kwenu Wakongomani, amani iwe kwenu ulimwengu mzima, sababu Mungu ninayekuhubiria, huyu Kristo ninayetangaza jina lake, iko omnipresent, na alitupa ufunuo ya kwamba dini zote za ulimwengu wamemtupia ukabila, tribalism, wanazao wa Nazarete. Na cha kuwashangaza, na kuhani wao mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza toka kitu chema? Jiulize, kama Nazareti kunaweza toka kitu chema, kwa nini mmebebesha jina ya Yesu wa Nazareti? Muko sispe. Natangaza jina la Kristo Emmanuel, kama vile imeandikwa katika kitabu cha Mathayo pale 1:23 ama 23. Biblia imesema vizuri, Mungu anaenda tenda muujiza kwamba bikira ni msichana yule ambaye hajui wanaume, kama vile ninavyosema kwa Lingala, elenge mwasi oyo ayebi nanu banzoto ya mibali ti. Kwa Swahili sanifu, bikira atachukua mimba na atamzaa mwana, na huyu mwana ataitwa Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Verso ya Lingala tena kenda vizuri, elenge mwasi oyo ayebi nanu nzoto ya mibali te akobota mwana mobali, bali insiste mwana ya mobali, pe bakopesa ekombo ya Emmanuel, oyo elingi koloba yawe kati na biso. Mungu ndani yako, Mungu ndani yangu, kama vile maandiko yamesema vizuri ya kwamba Kristo akasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wewe ni maskani ya Bwana, wewe ni hekalu la Bwana, na mimi hekalu la Bwana. Mungu akiwa ndani yako, Kristo akiwa ndani yako, huwezi kupokea kila upuuzi uweke kwa masikio yako. Na Roho Mtakatifu ndani yako atakushuhudia kwamba hii haiko yangu. Lakini leo ulimwengu umeharibika, kama vile niliwaambia kila siku. Mkoshi ya kwanza ya mwanadamu ni kuaminia dini. Dini ni mbaya kuliko na sida, kuliko na corona, kuliko na ebola, kuliko na tifis, kuliko na tuberculose. Dini mbaya sana. Dini napo kukujaa, Mungu anakuondokea. Sababu hizi dini, ma religion, hizi dini hizi ni sawa tu parti politiki. Kila mtu ujipigania ili yeye njo watu wote waende kwake. Iko rari kuona dini inawahubiri wa kuhubiri injili hai, ili watu wa Mungu wafunguliwe, ili watu wa Mungu wawe kamili, ili watu waende kwa Kristo. Dini yote inakuwa inajiaranje kuvaa maseminaire, macroisade, mission za maevangelisation, juu watu wote waende mudini, sio kwenda kwa Kristo. Kama hujajua hiyo, nataka leo kama mwalimu, kama rabi, kwa Kiebrania rabi ni mwalimu, kwa Lingala molakisi, kwa français docteur, kwa anglais doctor. Walio wengi maadui wa injili wakisikia le docteur Mlindwa Jules banawaza ni médecin. Vile tu bomba mtu anafanya kijita docteur, anaanza bakia sasa anakuwa gynecologue wa kushinda katikati ya miguu ya mama ya watu na watoto wa watu. No. Hii ni moja ya huduma ambazo Kristo aliachia wanafunzi wake. Na wewe mwenyewe kama unanifuataka tu unanichukia, unajua huyu ni mwalimu. Na kila anayejiita mhubiri wa dini yoyote, akisikia Mlindwa Jules anaanza kuhubiri, anakamataka kaena biki anaanza andika, sababu anajua mwalimu iko kwa emission. Na ndio maana unaposikia ujumbe wangu kila siku, huwezi kubaki vile ulivyokuwa, utabaki na changement kiakili, kiroho na kimwili. Nimeanza na shalom,
sababu huu ni wakati ambao shetani amejifanya gang, ameinuka kutaka kupepeta taifa la Bwana, kuwapepeta kama ngano. Haikuanza leo, hata wakati wa Kristo. Na Kristo akaambia Petro, naona shetani amekuja kuwapepeta kama ngano, lakini sitawaacha. Nashukuru sababu aliye wa Bwana hawezi bebwa na upepo unaovuma. La hasha, no. Niliwaambia tangu zamani vitu inaitwa reseaux sociaux. Ukisikia network, net ni butai, net ni bukila, net bwangle ni file. Bakisema network ni kusema ni file ya utandawazi ya imekuja kumaliza watu. Ni file ya utandawazi na kuja kufunga watu wajinga, kuwafunga. Na ndio maana nimetaka kuwaambia network hii vitu ya reseaux sociaux. Waliotengeneza reseaux sociaux walifanana kama wametengeneza juu ya biashara, ili watu waingize faida, ili watu wasome kwa mitandao. Lakini shetani aliona njama yake ya kubana wajinga wote. Chose drôle, reseaux sociaux mkongo haikuja kusaidia wakongomani, imekuja kuwapotosha, imekuja kutoa maadili safi watu wao wajinga. Lakini ukienda China, ukienda Dubai, ukienda kwa wazungu, mtu anatiaka megajo afanye biashara, afanye publicity ya biashara yake afaidike. Lakini kwetu imekuja kubomoa wajinga. Na ndio maana tunaomba Mungu serikali ingilie yale mambo. Na ninajua itafika sababu mahali pengine imetenda kazi. Reseaux sociaux kudanganya wajinga na wanapotea. Mnaona hizi mavita za ujinga zinayalaka ndani ya nchi ya Kongo. Vita za ujinga na rudi za ujinga dunia mzima. Kama bapolitisia baelewane, hawezi kumwaga damu ya raia, no, isipokuwa nchi za washenzi na wajinga, nchi za biwelewele. Wazungu wanabadanganya, banabapa mapesa mjiopoze contre pouvoir, muwane mumalizane. Sasa unataka kukua kiongozi wa nchi na umeua raia. Entre nous ndugu zangu, unajua shida mlikuwa nayo kukuwa nabii katika nchi, lakini leo Bwana ameleta nabii katika nchi, nchi imepona. Ndio maana nimeanza na shalom. Nimeulizwa kila siku, kwa nini Kongo tu, kwa nini Kongo tu? Nimewaambia huu ni wakati ambao Bwana amesema tunaenda imba wimbo wa ushindi. Wakongomani wanaenda imba wimbo wa ushindi. Vilio vinaisha, maafa yanaisha. Ndio maana shetani anataka kubebeshe laana, haujui natoka wapi. Biblia imesema ukimshota mpaka liwa mafuta wa Bwana kidole, umeweka kidole chao katika mboni ya jicho la Bwana. Ni mara ngapi mtapigana na injili hai? Inawezekanaje? Mahali unasikia vipofu wanaona, vilema wanatembea, wagonjwa wanapona, pepo zinapigwa, wenye maisha iliharibika iko na tengema, unasikia ushuhuda kila siku. Lakini ndani yako sababu ya pepo ya dini, uko tu na chuki. Hiyo inatoka wapi? Nataka uliza nyeba poro. Sana nyeba poro na ujinga wenu. Nataka uliza, mnakuwa na vita gani na mlindo wa shule? Aliwafanya nini? Mamvutima na bubachawi butabadanganya, anatukana wengine ba pastor. Nishatukana babako, nishatukana pastor wenu, namjua. Mimi siko mwenzake, si ajitaka hata pastor. Mimi niko tupunda la Bwana, nambeba Kristo ili taifa lake lifunguliwe. Mnakuwa na mna rense meno yenu. Pourquoi? Kwa mlianza mavita zenu na mlindo wa Jules, mbona mnazimika yeye anapanda? Usikujiuliza. Usijiuliza. Vita zenu mtaishia wapi? Uko tuna ka telefone kako kanjala pale, mega kwa shida na laana ya njaa na kuyala. Lakini omo upate mega tu upiblie vitu viko ala contre na injili hai. Mlindo wa Jules ametubu, mlindo wa Jules ametubu. Mbona baba yako na pastor wenu haya tubu? Kwa mlianza usherati na pastor wako, mlianza washerati na mapadiri zenu, mbona mwe tubu na wale wa pastor wenu? Miaka 15 mko natupiganisha na kunifuata. Nani aishasikia hata siku moja skandali mji wa makimbilio? Haiwezi kuwa. Sasa inakuwa njama ya mapepo kukubebesha laana we innocent.
Haujue vita, nishawaambia. Kila mtu anajita umbwa mwitu vile mnawitaba pasteur. Ni maandiko. Kila mtu mkubwa wa dini ako na rezo ya kutukana Mulindwa Jules. Sababu haiwezekane mtu aanze tu jana. Mulianza madini yenu tangu zamani hamutobole. Na bashirika yenu bashakimbia kwa maeglize de reve bakajiendea jua muna maana. Munaona tu kapetika metokea hapa Mbirere kanaendelea. Dunia mzima na beba. Utasikia tu wivu kwanza leo. Na wakati wa Kristo wivu zile zilikuwa. Wakati Kristo anamfufua Lazaro, bakubwa madini balikaa bote tena. Vile tuliona Goma banaikala balipona tumejaza Stade du Volcan. Joko vita ilianziaka hiyo siku mu 2012. Balishangaa. Ile madini yabo yote dimanche hakuna bashirika bote bako unaweza bameenda wapi? Wa ule Kiana ule Jile ameanza kule. Sasa naona ndatosha pesa ya kulipa nyumba wapi? Nalipia watoto masomo na nini? Bamomi yangu na bakeresha na nini? Sababu ile vyote ni vyabo. Njo bakalagana bombwa mwitu bote baanze kuharibisha CV ya Mulindwa Jules. Sasa nataka bainforme. Nataka basaidia nyie bombwa mwitu na nyie ba Kristo nyie. Mnajishimanga na Ukristo nyie hamjui. Nataka basaidia. Huyu Mulindwa Jules mnaona. Mkimsema mubaya njo upako inaongezeka. Mkimsema mbaya njo anasikia karaha ya Injili. Mkimsema mbaya njo ananenepa na kutakata. Nataka basaidia. Ndio mnakuwa vyombo ya Bwana bila kujua. Sitabalaani hata mtalaniwa na matendo yenu, mimi hapana. So mko kwa kazi. Mnapofanya vile ndio mimi napiga pepo sana. Na hamyabionaka. Na mkipima tu tukana Mulindwa Jules ama kumsemea bongo, njoo watu banayala tena kushida vile bilikuwa. Mnanisaidia kwa nisha kosa kwa kutia watu. Kwani mnapenda nisaidia tu? Unatumikia Mungu wa kweli na wewe hauko ndani yake na hata kulipa na hautaenda mbinguni, uko naenda jehanamu na unaishi duniani kama kuzimu. Unajifanya kumtumikia, unachokea nini? Situmikie babako shetani, wachani kwanza nawe kutumikia Mungu wa Mulindwa. Si mlishaviona? Siku mlifanya vita, aende Munzenze afungwe, njoo tukayala, njoo sasa tunapanua dunia mzima. Ile siku kitoto wa ibilisi kilijifanya kubomola Stade de Refuge, ilikuwa njia moja ya Mungu juu. Yote hutendeka kwa wema kwa wale wanamjua na kumpenda Mungu. Biote mnafanya vita zenu, mimi kwangu ni kwa wema, sababu mimi na Mungu tuko mbone relation. Yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Huwezi tuchonganisha. Iko ndani, utatuchonganisha yeye na iko ndani. Mimi sipandai milima, sipayuke kuomba sawa nyie. Juu iko ndani yangu. Na mnajiulizaka, huyu mtu hutaniona kwa majene zenu sawa mtumwa, siko mu majene zenu, siko kubirago byenu, nalala kumatela bien. Na baba ananibariki, nakula bien, natembea na gari nzuri, navaa vizuri vile nataka. Mimi navalaka kugu yangu, natembea na gari mimi nataka. Sasa nikiwa na bezo ya gari, nikiona tu gari nasema baba nataka hii, ndaipata. Mimi naikala mu nyumba ya guu yangu, na lao kitanda ya guu yangu, niko bien. Menyi mnangangana miaka 50, 60, unakufa maskini. Babako alikufa maskini na laana na mikoshi. Ulio useme Mungu manakumbuka baba, sina mimi nikumbuke. Unaanza pingana naye. Ukipingana na baraka ni kusema huko utakufaka mlaana. Ukipingana aliyeinuliwa ni kusema maisha yako yote uko chini. Ukipingana na mwameweza ni kusema wewe uko mweshek maisha yako yote. Sasa mnajitesa kwa nini? Unajitesa kwa nini? Unapigana na Mulindwa Jules si kwa nivo yako. Muliponipiga kule kumapori, Mungu akaninua ruru kwa kapitali. Mnaanza pigana na mimi kwa kapitali saa hii. Kanisa kubwa Canada, kanisa kubwa Etats-Unis. Najipanga kwenda kufungula kanisa karibu 5 tena Europe. Muendelee nisaidia basi, muendelee. Ni nini hamjui? Vita ngapi? Tena mkumbuke kapitali haiko sasa kule kwa mapori, hapana. Zaidi nyinyi Waswahili. Nataka mnisikie vizuri. Bule mavitu na chini. Nimesikia wengine wa district kama ni Hitoto alisiferi ya wapi. Kisangani, Mulindwa Jules, babe mkondane. Mimi naishi Kisangani. Mimi niko kule kwa mapori ya Kisangani, hapana. Utanikondane koma? Mimi niko kwa kapitali, siko Kisangani. Lakini mikoshi yenu Kisangani yote ni ya watoto wa Mungu. Kama kuna province ya watoto Mungu anapenda, Kisangani. Na iombeaka busiku na mchana. Sababu nipotoka Goma kule njoo kwa kwanza kwa kulinifariji.
Na mimi naomba Mungu wangu abapiganie. Ndio maana miujiza utasikia Kisangani ni ya kipekee chaque jour. Sababu ni mji umebarikiwa. Viongozi wazuri. Mfuate kumitandao usikie. Utawala wa Kisangani tangu gouverneur banapenda neema. Na banasema tunajua ni Mungu wa mulindwa analinda hii province yetu. Na mimi nabalapia Mungu wangu hata iacha. Niliwaambia nilipofika kule mpokee rais. Tumpigie vigelegele, roho yake itatoka kule, mtaona development. Leo ukifuata Kisangani, ukiona tarmac na aeroport ya Kisangani, Mkongo ziko rare, inashinda na ya Kinshasa. Kisangani nimefika pale nikasema wi. Leo ya pili imeenda Lualaba, Bwana wabariki kule. Sasa ndugu zangu, kweli ni maandiko. Eti alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Munaimba waliopewa neema walikataa neema. Sasa nyie kwanza naenda Goma, Bukavu, Nord na Sud Kivu, mnajitaka kwa nini? Kila siku vita na Mungu, vita na Mungu. Ile maisha mkono njoo mnataka. Lazima nimeanza na shalom. Sababu Biblia imesema mahali tu kuna wawili ama watatu watakusanyika kwa jina la Bwana, na iko pale. Na shukuru sababu wamevuka wawili ama watatu Bukavu, wamevuka wawili ama watatu Goma. Sababu ya hao nuru inaingia Goma. Na nimetaka kuwaambia sio mbali, karibuni najipanga. Nitashuka Goma, nitashuka Bukavu, tena nitashuka na kishindo. Sababu Mungu ameisha sema ni wakati watoto wa Mungu wafurahi na washangilie. Na hii Kongo itakuwa nchi moja, sio mbili, haitagawanyika hata kwa ndoto. No. Haitagawanyika. Kongo ni nchi ya Mungu. Na mikoshi ya maadui wa Kongo nishatangaza ni Kristo wa Kongo aliye hai. Haigawanyiki. Haigawanyiki. Je, nimetaka kuambia. Nasema tena shalom. Unajua nasamehe sana wale wajinga kwa mitandao. Mpaka buwelewele ya kwenu na Buswahili munaibeba mpaka ku RFI. Mulindwa Jile bamemuzuia asitoke Kinshasa, asiende. Mko washenzi. Na RFI yenu ya baframaso ya bashenzi, ba mouton noir. Mungu najifunzia kwa mitandao kuleta ujinga. Olie mutangaze kitu ya maana, bitu habina maana njoo mnatangaza mpaka mnaiba na ku RFI. Juu mulijua tu kule njoo mikoshi na ka. Nye mnawa president wa France analeta haya kwa ulimwengu. Ameoa tate yake, mpaka kuleta tena mtia makofi na mbele ya watu. Na raia wanampiga makofi mbele ya watu. Amone laana. Unaikala tu kuandika laana ili ulaaniwe. Hey, mwanataka laana ipokee na mwanataka baraka zipokee. Mimi sina nguvu ya kukulaani. Lakini mwenyewe matendo yako yatakubariki wala yakulaani. Sababu yote hulipo hapa chini ya jua. Una kiroho chafu na mlindwa. Pourquoi? Na insiste nyeba poro. Muna kiroho gani kia uchafu contre mlindwa? Pourquoi? Na nyeba victime muna kwa ile madini ya kuchoka. Si mbaulize. Muna chukia kwa baba lishabafanya nini? Mshaniona kudini yenu? Mshanisikia kule? Muna babaika na kusumbuka. Sisi tumeinuliwa, tuko juu. Sababu Bwana alisema duniani kama mbinguni. Hatugonjwaki. Bile binabayala habiwezi kutupata. Munapigwa na mapepo, sie ni familia wapiga mapepo. Haleluya. Sie familia wapiga mapepo. Kwa nini mnakubali kudanganywa maisha yenu yote? Kwa nini? Pourquoi? Ndugu zangu, Kristo mwenyewe ndio Alfa na Omega, hakuna mwingine. Kila kitu kiko na mwanzo, kinakuwa na mwisho. Kiko na mwisho. Bwana alidharauliwa juu mimi niheshimiwe. Na ndio maana ananipenda. Ukinishota kidole umegusa mboni ya jicho lake. Vile tu ulikala na roho chafu kutangaza mlindo wa Jile vibaya, vile ndio utalipwa na utashangaa. Kile ulifanya utalipwa. Petetre ukuwe na neema ukimbie kwa madhabahu ya Mungu mzima. Pale kumji wa makibilo uende tubu. Bila vile andika mtaluona. Andika utaluona. Mpaka mnabivukisha na Rwanda. Jireba mufunze, jireba. Hey, na Rwanda. Rwanda ndio fasi desordre zikwazi kwake. Munaingiza na hey! Nasikia huruma. Niko naona wengine ni ba victim, unafia nini?
we peke tangu ulifika mu dunia huna kitu. Huyo unjaka tabu ya maisha, hauyiri huko amo, usatamani kifo unakikosa. Unaishi mkeskese. Unajibebesha mikoshi tena unaongeza juu ile mikoshi yako. Bwana wao one huruma kabisa. Nini nimetaka kukuambia? Mulindwa Jules niko bien na serikali yangu. Très bien na raia wote wazuri. Basi toi de très bonne qualité niko nabo bien. Mais ba très mauvaise qualité bakuzimu. Nilikuwa najiuliza kidogo, niko nasema lakini kwanza tujiulize kidogo. Pourquoi ba Kristo wote banakuwa na problème na Mulindwa Jules? J'insiste, ba Kristo bote problème na Mulindwa Jules. Pourquoi ba fumu yote na balozi na bachawi problème na Mulindwa Jules? Relation gani njo nyenye ba Kristo na bafumu na balozi muko nayo? Na mapepo zote zinachukia Mulindwa Jules. Nataka kukuuliza ndugu yangu, kwa roho safi tu, wewe Mkristo uko unanifuata sasa. Mbona nyie ba Kristo wote na madini yenu na madhabahu zenu mnachukia Mulindwa Jules? Na kila mfumu, kila mchawi, kila pepo inachukia Mulindwa Jules. Mko na relation gani na balozi na bafumu na mapepo nyie ba Kristo? Mko na relation gani? Sawa, kama nyie ba Kristo mnamchukia Mulindwa Jules na mapepo na bachawi wanachukia Mulindwa Jules, sasa yeye iko wapi? Juu ukienda vizuri, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyekuumba wewe na mimi, huyu Mungu wa wokovu ya wanadamu, ya watu, ni adui sana wa bachawi, balozi na mapepo. Bongo kweli? Tutaitikiana. Kama Mungu anawachukia hapa na Mulindwa Jules banamuchukia vile banachukia Mungu aliyeumba mbingu na nchi, nyie ba Kristo pourquoi munakuwa barafiki ya hawa maadui wa Mungu? Je, munaenda biguni ama munashuka pamoja na haba bachawi na mapepo? Mulindwa Jules ni adui ya ba Kristo. Mulindwa Jules ni adui ya balozi na bachawi na mapepo. Muko na relation gani? Wewe munanifuata sasa ndugu yangu, kwa upendo nataka kukuhurumia leo, ufunguliwe. Sukai chini sa mtu mzima mwenye haiko amvute. Juu kinifuata amvute mazinaisha. Peut-être kwa kutumbegu ya Lucifer. Kaa chini ujiulize pourquoi ubaba balozi banamuchukiaka. Na japo ba pasteur wanasemaka ni wakuzimu. Ayo wakuzimu njo mapepo na bachawi watachukia. Kwa nini njo anapiga mapepo zinafunga watu wanapona? Kule kwetu kwa Kristo habaponaki. Bipofu banaona, kwa Kristo hakuna. Batasa banazala, kwa Kristo hapana. Utakatifu ndio anatangaza. Mimi kwa Kristo bamekataa utakatifu. Yeye anakemea bapasteri na bapadiri ya kulala na bashirika. Lakini kule kwetu wakata zake juu ndio kuna lala na sie. Nataka kukusaidia. Juu saa zingine kapasite intellectuelle yako imekuwa chini juu ya uchawi na roho mbaya. Nataka tena urudie mtu. Akili kwanza usahau kwanza vya dini, juu dini ni pepo chafu. Ujiulize. Huyu Mulindwa Jules anayekemea dhambi. Sasa mimi ndio pastor wa kwanza umesikia niko nakemea dhambi na kukemea dhambi za bapasteur na bapadiri na bakubwa ya madini na bule babyumba maombi. Ni Mulindwa Jules. Mumesikia kule mubinyo bali basherati yenu baba pasteur, bafumu bako na logana kila siku kumalizana. Wewe ndio na ile dini yenu. Mpaka na reunion niliona hapa Virunga wanapigana mawe na makoti yao ya kuchuya na matumbo kubwa pasteur. Wanapigana mawe. Hapa kurompo seniors. Niko Goma pale. Mpaka gouvernorat ndio ikatia basoda kufunga kidini sababu anafia nini majorite kama na minorite, kabila fulani na kabila fulani. Muliona na macho. Dini zenu ni vita na tribalism ndio zinajaa ndani. Mungu anajenga misioni zemneta maparuase zenu mnazijenga kumisingi ya ukabila. Hapa kukanisa la Mungu ni banyanga hapana bahunde. No banyanga. Tunaenda kula source kule ni bahunde basi na mnyanga sikanyage. Tunaenda kama ni mapendo kule. Sio kuleta mikoshi mwingine nyinyi mnaacha watu wanakufa mwingine. Kule kumapendo kule ni kubanyabungo na mtu asifike. Kwa harmoni siyo ni bahavu, siyo ni badini. Mupabi bengia na mukatolike banayua sana Saint Esprit. Ni aba nani kama banyaruchuru na mtu asikanyage.
Munaenda kule Katindo kama kule Ndosho kama ni wapi kule, hapa ni Banyabungo. Munatadanganya watoto wa Mungu mpaka wapi? Ona bibi nala kwenu. Bikisha yala vile munamvute. Misiwezi kabeta kondoni mambuzi basi. Bibi muneta bashirika. Paka akili zinaharibika. Namu alisoma na kwa sana akili. Namu alisoma na kwa sana akili. Ndugu zangu, mutaishia wapi? Mutaishia wapi? Mulindwa Jili ni adui wa dhambi. Mulindwa Jili ni adui wa mapepo. Mulindwa Jili ni adui ya balozi. Mulindwa Jili ni adui ya magonjwa. Mulindwa Jili ni adui ya maksida. Mulindwa Jili ni adui ya kila aina ya insecurity na mavita. Mulindwa Jili ni adui ya kila mwagadamu. Mulindwa Jili ni adui ya kila anayefanya mapenzi ya shetani. Na wenjo temwe. Katika movement yenu ya Ukristo, munamufanya injo adui yenu. Munamupangia masongi. Hey, bame mufunga Kisangani. Sabata nifungia Kisangani. Mimi kwa Kisangani. Njo ule Mulindwa Jili alitubu. Ametubu buchawi. We, mbona mamako ya butubu na pastere wenu na padiri wenu? Nani anasoka ni balozi? Mbona nyamu ya butubu? Ni buchawi kwa unaweza kaa chini unasema wa Mulindwa Jili atatubu. Wakufufua bale muliua. Bakuponya bale muliloga. Bakubadilisha maisha bale muliharibisha kama kwa watu bazima. Ni swali ndogo nauliza kama ndugu. Sababu Biblia ilisema nil ne prophète chez soi. Mimi nakataa. Sababu mimi Kristo aliponituma ndani ya hii nchi nianze injili. Nilikuwa kwa kitabu cha Yohane 14 fungu la 12. Jean 14:12 akaniambia, amini nawaambieni, yeyote atakayeniamini, kazi zote nilizofanya na atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo. Na pale ndio niko. Ndio maana Bwana apewe sifa, sababu watoto wa Goma, watoto wa Bukavu na kando kote tunampenda Mungu. Watoto wa Gisenyi tunampenda Mungu anayeponya. Kristo mzima mwiko omnipresent. Mimi si ubiri wenu wa Nazareti, nimebachia yeye. Jukenda ukatedrali utamkutana na kaukia kwa msalaba pale. Iko saka kama kako kamekauka. Atakusaidiaje wewe? Atakusaidiaje? Huyu nakuhubiria iko omnipresent. Yuko hapa, yuko pale, yuko kwa nyumba yako kila fasi. Hata kuacha na hata kupungukia. Nini kwa nawaambia ndugu zangu? Nimesikia DGM imemfungia asitoke. Basi bilianza leo ama msomake Biblia. Nataka andika hii verse. Andika hii verse hapo. Luka 13. 32e verse. Andika hayo uone. Basi bilianza leo. Vile vyote viko nampata Kristo, je viko nafuatana na Mulindwa Jili. Heureusement aliniambia mimi ni zaidi ya mshindaji. Nous sommes plus que vainqueurs. Shetani akilamusha kakichwa mimi anafanya erreur tena. Mulindwa Jili apande. Mulindwa Jili apande. Na pourquoi hii mafujo yote mumeianza tu après marche tulifanya le 20 ya kusoutenir nchi yetu na jeshi letu na ba institution ya leta. Si ni droit yangu kama citoyen. Kanisa yetu hatuna vitu mbili. Si na opposition hatuwezi onana. Kama zenu ni za opposition, ni sababu shetani anaanza opposition mbinguni na njoo Mungu wenu. Opposition kuanzia hapa mdunia ilianzia mbinguni. Nimehubiri tangu mwanzo. Na salamu ya kanisa yetu ni utawala. Hamuyu wake? Hamusiki yake? Sie ni kutawala na kutawalishana. Endelea kutawala ndugu yangu. Kama uyanguka mudhambi unasema tunatawala. Na kama uyanguka mudhambi hauna ruhusa unatawala, ina umetawaliwa tayari na shetani na dhambi. Vile mmetawaliwa nazo. Si hukumu mtu lakini unajijua. Sababu na matendo yako na ile roho yako mbaya kontre mji wa makimbilio. Uko tukimbegu ya ibilisi. Una watu wengi wanatembea na ni mapepo na nyinyi mjui. Sasa wewe victime wa roho safi unajiingiza maneno ya watoto wa ibilisi na japo kwa mtoto wa Mungu. Na unajijua unakuwa wa Mungu. Ni sababu tu uliangukia ulitumbukia msantral ukajikuta mwele dini huko ndani. Na baka kuwa mvute kichwa lakini uko mbegu ya Mungu. Jua maana wewe ndio victime. Ukiona mwele madini wewe ndio unagonjwa. Wewe ndio unahomba. Wewe ndio unatoka mimba. Biako ndio abikamatake ni kusema haukuwa mule. Mwenye anaendelea kule ndugu yangu sikufiche, mwenye anaendelea kule ni kusema ako na nimero moja na ule mchungaji wenu. Mengi wewe roho safi, wewe ndio victim, wewe ndio utakufa ku Noel, wewe ndio bataenda zika na oneri. Mimi anaendelea. Haigonjwa yake, hiko tu pale pale.
Hujavionaka ndugu yangu. Nimesema soma kitabu cha Luka 13 mstari wa 32. Luka 13 fungu la 32. Luke chapter 13 verse 32. Ama Luke 13:32. Bali kuyaka pia kumwambia Kristo, kimbia toka hapa, bako na kuwinda. Herode anakuwinda. Amekufungia na duane yote. Unaenda luona. Hauna ruhusa kwenda, ujifiche. Mlindo ajili. Sasa mimi niwapoze kesio. Na roho chafu ya bukupi. Sababu unajua roho zimejaa kwetu. Zinajaa wa Afrika sana sana Wakongomani. Nikisema Wakongomani na ile mikrobi yote ya Wakongomani ya nchi jirani. Sababu wote basijifanye kututenga, hakuna ni mipaka ya bazungu, lakini tuko pamoja. Mnajua tuko bandugu, ngambo na ngambo, tuko bandugu. Wende Burundi, wende Rwanda, wende Uganda, tuko bandugu. Ni kabila moya na lugha moya, kila kitu ni kimoya. Ni bana tutenga tu juu ya faida zao, juu ya tukolonize. Basi badanganye. Ukisikia Munande anatoka Toro na Muhunde anatoka Toro, na pale jirani Bahutu wanatoka tu pale, ni bamoya. Hakuna difference. Mimi batakuya kubatenga, Banyarwanda, Bahunde, Banande, Bashi, Banyanga, Batembo, ni mapepo. Nyie bote mwende angalia na mizimu yenu ni moya. Nyie bote mnabudu Liangombe, mnabudu Nyabingi, mko tuna mizimu moya. Munafia nini? Sasa sababu kumefika kanisa moja nyiko naunga makabila yote. Kwa mji wa makimbilio hatuye kabila ya mtu, na tulize kabila ya mtu, na tuangaikie kabila ya mtu. Sote ni watoto wa baba mmoja. Sifa kwa Bwana. Njoo mji wa makimbilio. Saa hii kwa muda mfupi, sababu Biblia njiko wazi inasema vizuri, kanisa la Mungu mzima, kanisa la Kristo lilikuwa linakomala siku kwa siku. Mbona ile dini yenu haikomale wana? Ona kile kijengo yenu kilisha zeeka sama makaburi ya bazungu, hamuongezekake, mko mnapunguka. Ni la Kristo ama ni la shetani? Kwenye dini ya Mungu iko watu wanaongezekaka siku kwa siku. Soma Biblia, Matendo ya Mitume. Kanisa la Kristo lilikuwa linakuwa siku kwa siku. Kukua ndio kukomala. Lilikuwa linakomala siku kwa siku. Watu wanaongezeka siku kwa siku. Ile yenu inaongezekaka. Sujiulize. Kale tuka grupu ya Himama Hilozi ndio kanayala muli. Ile ilikuwa hitoto imekomala nayo inaingia mritmu ya wazazi yao. Hibiana vile na vile vipapa. Amuongezekake. Mko saka loge moya satanique. Sula muke kanisa la Mungu la Kristo linakomalaka siku kwa siku. Kama leo mko 10, kesho mko 30, kesho yake mko 100, kesho yake mko 1000, kesho yake ndio kanisa la Mungu. Nimeingia Kinshasa sasa, niko nenda miaka 4, lakini 3 ya kazi. Ndugu zangu, 3 ndio ya kazi. Leo kanisa 13 zimekuwa ndani ya mji wa Kinshasa. Na hakuna ile iko na moins de 10,000 personnes. Hakuna hiyo. Kinshasa tunafungula kanisa leo. Après 1 mois, mko 5,000 hommes. Sababu Mungu mzima anaonekana ni kanisa la Kristo. Hata mlipige vita, hamkuanza leo. Hamutatoboa. Utapigana na Mungu utamweza. Alisema sisi ni zaidi ya mshindaji. Vita yenu njiko natuinua. Na sisi tumejua kitupiganisha, unageuka eskalier tunakupandia hako. Siku bangaje mnifanyie vile. Nakumbuka tukiwa watoto walikuwa wanasema j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité sans le savoir. Mume na kritika kibuli ndio watu namwe hajua anamjua. Sasa uzuri ya huku kwetu huko Makinshasa, ima West. Ukiita tu mtu ni mlozi ndio watoto wanakuja wanasema anisaidia nimalizie shida. Sio abo yebi ya madini sasa kule kwenu kwenye bafarisayo walikalaka baporona bakatolika. Huko hapana. Ukiita mtu mlozi wote wanasema hasa ndio kia malamu donc yako na manimero ya pie. Nazana ba probleme beletika na kende kuna kaka. Asunga ngai njoo huku. Donc bule werewere yenu ya Buswahili muache. Nisha kosa kwa kutia watu muache, sina besoin ya publicité yenu. Sina besoin muache. Muache. Ndugu zangu, bali mwambia Kristo kimbia. Bako na kutafutisha. Herode anakuwinda. Anakutafuta, amesema hutapita kwa aeroport, hautapita kuporo, hauna droit kutoka. Bako na kuwinda, kimbia. Sikia jibu lake. Akawaambia,
nendeni mkamwambie yule mbweha. Sio mie, Kristo mara hiyo. Soma. Sijui mnaanza waza mlindo ashirika na Biblia yake. Soma mwile yako ya kulaaniwa. Soma mwile yako. Eti akawaambia nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo. Oh, haleluya. Tazama leo na kesho. Sikia kazi alikuwa anafanya. Natoa pepo wachafu na kuwaponya wagonjwa. Sikia kazi yake. Natoa pepo wachafu na kuwaponya wagonjwa. Twende polepole mara hiyo, mseme mlindo julu tumbukaka. Na ndenge ya mabete. Polepole na upole. Mwakili kidini yenu mnakemeaka mapepo. Kristo unasikia vile amejibu. Leo na kesho natoa pepo wachafu. Na nyinyi mnazitoaka. Niulize yule pastor wenu unatumikia kama gani? Ni huyu wa Biblia mwanatoaka pepo ama ni nani? Sio pepo zishaba ikala amo mpaka mshaka manyumba ya mapepo. Na kadini kenu kaisha fanana sawa ka ulimwengu ya mapepo. Ukikula meza hapo bwana unarudia kichwa kinauma na unaanza lota mbaya. Na diabetes inaanza. Aliwaambia, mwende mwambie yule mbweha. Mbwa mwitu, mbweha. Si amjue mbweha tena nyie. Si ndio badele pale kwetu Bunia. Mbweha, mbwa ya zamba. Boye bisaye. Leo natoa pepo wachafu. Nimesoma mlingala sema mboloko, nitasoma kesho lingala. Leo ni Kiswahili. Boke ni kwebisa mboloko wana. Lelo na lobi na obenga na milimo mabe. Pe na obiki sababeli. Mwile dini yenu. Si Afrika kwa ya pili. Mnatoka pepo wachafu. Kama muzitoe, mko batumishi ya mapepo ama batumwa ya mapepo, na zinakanda ni yenu, na zinabakulaka, na zinabaviolea usiku na mchana, na zinabamaliza kwa jina la Yesu wenu, na mnaenda kuzimu na ule Yesu wenu. Mnaenda kuzimu. Mlindo ajila sema ka Yesu, bakia naye. Kulianza muombea alishakujibu. Unanikazakaza Yesu wenu, pourquoi? Ametubu leo. Na kekalisha bebesha batoto watu mamimba na kubadeflore. Kwa kanasema mlindo ajila alitubu. Mbona huyo yatubu? Mbona huyo yatubu? Tuambia, mwende mwambie yule mbweha, zile umbwa mwitu, mziambie. Leo, kesho, natoa pepo wachafu. Batoto wa Mungu wako nakuwa delivery. Na mimi naponya magonjwa. Haleluya. Wapi pengine bwana? Nyeba bie, nabauliza nyeba bie sasa batoto wa Mungu. Wapi pengine? Kwenye banatoka pepo wachafu mnasikia zinalia zinaacha watu. Na mtu anapona anafunguliwa. Ni wapi pengine? Kwenye wanaponyaka magonjwa, mtu anashuhudia nilikuwa mgonjwa nimepona. Wapi pengine? Kwa unaona mama balimtoa trompe na matrice mpaka daktari waisha toka jasho, anazala ananyonyesha. Wapi pengine batasa wanazaa? Wapi pengine vipofu vinaona? Wapi pengine vilema wanatembea? Wapi pengine wafu wanavuvuka? Wapi pengine watu wanakuwa delivery bafie walikuwa malaya wanaolewa, bagarso wanaoa? Wapi pengine? Naliwaambia nende mwambie zile umbwa mwitu. Na leo nawaambia nyeba umbwa mwitu na madini yenu. Hata mutukane, hata museme bongo. Oh, bamemustaka, utanistaka wewe, utanistaka sawa nani? Mimi najijua niko bon citoyen. Na nchi yangu najua bon citoyen. Njoo mlindo wa Jules. Nchi yangu inaniaminia, inaniheshimu. Mungu ananiaminia na ananiheshimu kulingana na Bwana. Sababu amesema vizuri vingine, Mungu anamheshimia na hiyo discussion zenu. Baporoa mko watu. Soma maandiko. Kitabu cha Samueli wa kwanza 2:13. Mungu anasema ukiniheshimu na mimi nitakuheshimu. Ukiheshimiwa na Mungu nani atakudharau? Ndio maana mshapima dharau bikamate na heshimiwa na Mungu. Mimi ukijifanya kunidharau nisemeseme, njoo tena favori na panda. Mumenifanyia publicity. Mumesauna shida zenu mnakumbuka tu mlindwa. Na mimi nimeambia baba, nyumba wote walisema jina mlindwa kwa wema ama kwa ubaya, ba victim. Baokoe waponyo wasaidie. Kini balozi mwile mafamii. Moya kwa moya baanze kufa kulingana na neno la Bwana. Mimi sirumie balozi. Ukatumikisha dawa, ulitamvute watu. Ngoja utaona. Siku intimide utaona utalipwa kulingana na matendo yako. Sini Biblia. Kitabu cha Kutoka 12:18. Usiache mchawi kuishi. Na mimi nimeambia Bwana, watu wabaya waishi, wema waishi. Sio ile mahubiri yenu ya kukufa. Mwi dunia, watu wazuri hawakawii yake. Si kustende refugee bazuri ndio wanakawia, balozi wanakufa. Tumekuja kubadilisha yote. Haleluya. Akasema mwambie zile umbwa mwitu. Na leo na mimi nawaambia umbwa mwitu. Leo, kesho napiga pepo wachafu na kuwatoa ndani watoto wangu. Na naponya magonjwa. Hautani intimidate. Sifa kwa Bwana.
nataka wewe uliye wa Bwana na uje ujiunge pamoja nami. Tutoe pepo wachafu. Uingie mfamia wapiga mapepo. Utoke mfamia wapigwa na mapepo. Na uponye magonjwa sababu ni recommendation tulipewa na Bwana. Wewe ndio uponye. Alisema mtaponya magonjwa kwa jina langu. Ama usomeke Biblia. Balisha badanganya mpaka mimi kama mnajielewa kama poro. Angalia kitabu cha Mathayo 10. Angalia mstari wa kwanza tu hapa na wa pili. Amesema aliwaita wote 12. Hakuacha hata mmoja. Ili mwase kwambie no, kila mtu kuna karama yake. Bongo. Kila mtu ana karama yake. No. Habari ya kuponya magonjwa iko ya karama. Ni dura ya kila anayemwamini Kristo. Sababu aliwapa uwezo juu ya pepo wachafu wawatoe. Tunasikia tena pepo wachafu. Na ya pili juu ya magonjwa yote na kila aina udhaifu. Ni kazi ya mtu aliyeitwa na Bwana anayemwamini Kristo. Ni maandiko. Mtadanganywa mpaka wapi ndugu zangu? Nataka leo ubadilike, ufunguliwe, uache kudanganywa. Nimeona leo kwa mji wa makimbilio, leo hapa Kinshasa, wametuletea mama moja ambaye amefanya mwaka na miezi 6. Hatembe yake ishakuwa kisheta kilema. Ameenda mkila dini huko Kinshasa. Afadhali nyinyi hata mko na umbwa mwitu ya bure. Kinshasa ndio nyumba ya maumbwa mwitu. Maibi ile bitoto alisiferi bilikuyaka bikaikala Kinshasa. Na njoo biko nakuya kwa mvutea na magize de reve kule kwenu kwa mapori. Hii Kinshasa ni dega. Achana umbwa mwitu zenu za bure. Kinshasa. Huko unaona mtu kunafanya magiku madhabahu. Anatosha nini musere banya, anatosha hii nini jeko. Mumwili ya mtu ya mzima. Anatosha fere ya beto mukwise ya mama. Ya mzima. Mama huko washageuka ba kenkaeri. Na wengine samaki hivi ya mzima. Washageuka njoo bisima. Hivi live unaona tu maji. Hata una Mungu, hata kwa kiwerero unaona tu vile ni maji. Mimi watoto watu hawayasikia kama Mungu. Njoo maana unaona wanafuata mji wa makimbilio. Haujaona. Tangu waliona marsha ya event mbwa mtu umetetemeka. Njoo wanaungana wote vile tu walikuwa naungana, ndio neno tunataka soma leo, wakaungana. Utasikia vile wanaunganaka. Njoo wameogopa, wanasema mtu mtroaza anajaza nini esplanade ya Palais du Peuple. Mbwa mtu wanaunganaka wote, hawezi fika na katikati. Bana shangao miaka 3 bila publicité, tunayala. Na wameogopa kusikia le 29, juu nimeona le 30 itakuwa lundi. Nikasema basi tutafanya fete yetu na le 29 ya meza ya Bwana. Na sio tu hiyo, niko nafunza vifungo na nitakufunza hapa. Utashangaa kumbe ulifungwa kana haujui, na uko nasema kwa jina la Yesu na uko mkamba basha kufunga na kufuli mprizo. Batu uko nashangala huko. Na wameamua wanasema le 29 kila mtu na kufuli yake, tunaenda Bwana afungule watoto wake na afunge kila aliyekufunga. Hamuta tu intimide. Anafunga watu mbifuli, tutakufunga tu na bulozi yako. Unasema tu intimide. Sio tukake intimide tozaba nzambe. Kitabu cha Zaburi 42 fungu la 6, Mungu amesema wewe na mimi tuko ba Mungu. Uko Mungu wewe, mwana wa aliye juu. Pastor wako anaweza kuambia vile mapadri. Si anaogopa. Anaogopa jo, anasema nikiambia usheri kama ni Mungu nitamtongoza hata nitoshaka lesoa. Wanaogopa. Nasikia ndugu zangu. Leo mama wamemleta ndani ya kanisa, pepo zimepigwa ndani yake, baba mzazi na shangazi. Na bwana yake aliyemuoa njoo alimfungaka vile juu ya maendeleo ya kuzimu. Uko nasikia? Jila natenga mafamii na kuuliza wewe na ujinga wako Kristo. Ile ni familia. Bwana alisema mwenyewe adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, sio wa mbali mnyumba yake. Sasa mnasoma Biblia gani? Mko na bwana gani huyu? Mnakuwa na ubiri Yesu gani? Jua kwa mingi wa Yesu. Ni Yesu gani? Ni Jésus de Nuance ama ni Jésus de Londres? Mko na Yesu gani? Mniambie. Ni mgani mnahubiri? Bamepigwa na kurudisha nyota na maisha ya mama na nguvu za mwili na miguu na vyote. Na mama ametembea pale pale. Mtaona kwa reseaux sociaux vile ametembea. Jana mama mwingine ameshuhudia na wheelchair na hii chaise roulante. Yeye ni PMF, ni soda. Na wa muziki balikuwa kufanya entraînement muziki, balisha hitimu, balikuwa nangoa president de la République jua kuinogire. Ile kungoya juu ni karembo kanapiga teni bie, kanakuwa na faveur na kanapiga muziki bie. Benzake wakasikia wivu akampiga paralizi. Mama alitoka pale ametupa hospitali miezi 6. Kujifanyia grand besoin na petit besoin. Hawezi bouger. Lakini tu aliposikia radio alikunywa mai kwa radio. Sante ikarudia, akanenepa, akatakata. Akaanza sikia kanguvu kana kui. Akaambia mwanake nibebe mbio. Kufika tu kumji wa makimbilio kuikala kukiti, akasimama kaenda toa sadaka kapona. Na ameshuhudia jana na dimanche atashuhudia, utaona tena. Sasa beba alimuloga, wanaweza penda mlindo wa jili. Ukiona mtu yuko natukana mlindo wa jili.
Ukiona mtu anapata courage ya kusema bongo kwa reseaux sociaux, Mulindwa Jules wamemfunga Kisangani. Mulindwa Jules ametubu vile alikuwa mlozi. Kanapata tu courage na kana publier. Ukiona ni kalozi. Kako na probleme juka na Mulindwa Jules sharibisha kazi zangu. Condition imekufa, kuzimu wananipiga fimbo usiku na mchana. Ndio kanapanda na colère, kanakuya kwanza kuandika upuuzi juka ku attraper wewe victim. Uko na intérêt gani kufurahia vile bako natukana mtu wa Mungu? Siko mchuruzi, siko politicien, na sitakuwa politicien maisha. Mie ni injili ndio politiki yangu ya mbinguni. Bengine Jules anataka postuler, akuwe president de la République, akuwe kama député national, akuwe hivi. Uko mjinga. Kazi yangu ni kupaka viongozi mafuta. Mie kazi yangu haiko kwenda kwa politicien. Sasa nikikuwa politicien, nani ataombea ba politicien na kuwapaka mafuta? Si watabamaliza. Kama unielewi, niseme na lugha gani unielewe ndugu yangu? Bwana niko anatenda. Nataka neno ya leo njoo hii hapa. Andika hayo bwana, andika nikusaidie. Nataka kukusaidia ujue unadili na wanani. Nataka kukusaidia ukienda moto, uko unasema nilisikiaka nikakuwa masikio magumu. Na kama kwa mbinguni leo unaenda pona na ukwe parmi bapiga mapepo. Utoke mu list ya wapigwa na mapepo wanaenda kuzimu. Sababu kama unapigaka pepo utaenda kuzimu koma. Sitakuitika. Sasa huyu anatupigaka siku yako kutupiga. Ndio ukitaka jua dini ya wanaenda mbinguni, ni ile dini wanapiga mapepo na kuzitoa ndani ya watu. Sababu kama uko na bomola ufalme wa shetani, utaenda kwa shetani kufanya nini? Ni kusema kwa ufalme wa Mungu. Mimi kwenye mapigake pepo ni wakuzimu. Na Kristo ndiye alisema kwa kitabu cha Marko hapa sura pazoea 16:17 akasema vizuri, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Na ishara na miujiza hizi zitaandamana wale waaminio jina langu. Kwenye haziko habaniamini, ziko kule kwenu. Kaa chini tena ujiulize ndugu yangu, unaenda moto kufanya nini? Mimi naambia watu pale kuingia madini unaona leo. Kaa kwa nyumba, soma Biblia. Sikuita hata kwangu juzi nafasi ya kukuweka. Kwangu tunayala, tunakosa fasi. Kinshasa niko nakosa parcelle ya kutuenea. Nakosa. Na pale di peuple tunakameza. Stade ilisha kwa bure. Si nafasi. Ukitaka kubakia kule kwako, soma Biblia kwa nyumba na familia yako. Pale kwenda kujizika kule makaburi ya misalaba. Nitakwambia vifungo utashtuka. Nimeanza ili shetani asikubebe kuzimu. Njoo kwa mbinguni. Ndugu yangu unaniona? Wao kwa kuzimu na kwa mbinguni. Njoo maana shetani anapendaka tu kuchonganisha na Mungu. Mtu amekuja na Mungu ni Mulindwa Jules. Mungu mzima. Na bapasteri yako wanajua na bapadiri wanajua. Sasa njoo maana wanaogopaka wanasema tuchonganishe hizo mbuzi zetu. Huko mbuzi bwana, uko kondoo ya Mungu. Toka mulisti ya mambuzi ziko buchi. Toka ndugu yangu. Si nafasi. Usome Biblia kwa nyumba na familia yako. Pale kuna madini hivi. Bila kuwa kuzimu. Leo nataka ufunguliwe. Tuko kwa kitabu hapa. Cha Mathayo. Andika 26:59. Mathayo 26 fungu la 59. Mathayo 26 kwa Kiswahili cha Kongo. Mlango wa 59. Matthew chapter 26 verse 59. Matthieu 26 59e verset. Nataka twende pole dakika tu 5 na maliza na jiende hata. Wakufunguliwa ndafunguliwa na wakuzimu anashuka tena. Sababu tutakukaza kama uko mbegu ya shetani tukufanye nini? Unao wengi wanatembea lakini ni mbegu ya kuzimu. Anatembea kana ni jini kama kanatembea kama miwata na katatiwata. Bako, mimi aliwa Bwana anajua baba akiongea. Mbingu zinaongea. Na waliwa Bwana wanafunguliwa. Unaona vile niko naongea hivi? Wengi wanapona sasa. Wanafunguliwa. Na walikuwa wamekuwa mvutesa sasa tena wanarudia. Bwana anabariki pere. Matthieu 26:59 verset. Eti basi wakuu wa makuhani na baraza yote. Habache mtu Bwana na baraza yote. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote. Umesikia? Wakuu wa makuhani. Bas batumishi bote. Bapadri, baeveke, basheveke, bakardino, bapape, bote. Nimesema bote, haiko mie ni Biblia. Eti basi wakuu wa makuhani na baraza yote, na wale wazee ya kanisa bote, batumishi bote, bashakazi bote, banajita ba evangeliste international bote, ba apotre kama ba apotre généraux bote, ba prophète de la nation bote. Soma
Basi wakuu wa makuhani na baraza yote habakuacha taka moya na kale kenu, wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Kristo wapate kumuua. Walio tafsiri Biblia wakaandika Yesu ni Kristo Emmanuel, mwokozi, mkombozi wetu, Bwana na mwokozi wetu. Haleluya. Sababu ile jina Yesu tutaingilia utashangaa. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote, kutia na kale kalikuongoza ibada ya asubuhi na kale kalikusomea misa kale nako ndani wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Kristo wapate kumuua. Hey! Donc sans exception, wakuu wa makuhani wote na baraza yote ni wasema bongo. Ni mimi ama ni Biblia? Walitafuta ushuhuda wa ukweli ama wa uongo? Tunajaza si bawili wa uongo. Kama walitafuta ushuhuda wa uongo, ni wasema kweli ama ni wasema bongo? Mimi na wewe tujisemee ni waongo. Merci. Cha pili ndio hiki na kuuliza bwana. Cha pili ndio hiki. Baba ya waongo ni nani mbiblia? Shetani. Ni kusema wakuu wa makuhani wote na baraza yote ni watoto wa nani? Wa Shetani. Na ndio mmebadanganya hapa. Mlindwa jila ametubu. Vitoto wa Shetani ndio bilikwambia. Bilipatia kingine kapepo pesa. Wende ujifanye utubu useme zivili tu natumika ku radio ya Mulindwa, weye unayua ya Mulindwa. Kaende sema bongo. Eske bimeanza leo? Kaliwaza huko Kinshasa katabaweza. Kumbe huko abangaikake ukisema mlozi. Kia kushangaza niko naingia mkanisa na bambia eske boyoka kindenge bazofinga papa na bino azandoki azanyoka soki mai ya bibembe bana bariki watoto ya huko Kinshasa na huko West Kisangani. Mbarikiwe watoto wangu, mubarikiwe Kongo Central jua basikie basi bwana kwa Kisangani wanasikia, Bunia wanasikia watoto wangu, mubarikiwe sana. Bana sema tolinga kayo papa kaka boye. Ai baba bariki watoto yako. Hey Baswahili. Huko wanasema bakuite mlozi. Sie peke tunakuya na mai yetu. Kwanza ba mingi banaponea ku radio. Nimekwambia huyu mama PMF aliponea ku radio. Bengi unanifuata ulijiponea ku radio. Mulindwa jile hauchuruzake mai. Hapanake mai kwa mtu. Mebile madini yenu vyote biko na mamai. Siyo mai kama ya kutoka Kongo Central Kamba. Mai ya Zamzam siyo inatoka wapi? Mai ya Baraka kule Makuva kwenye kuna taba mama siyo kani mikoyo ama ni mai gani? Mbona mimi asemaka Kinshasa kuna nyingine mai ya Mutakala. Mutakala ndio buchi. Mai mutoni kakisima pana kaitaka mai za buchi. Mai ya Mutakala ya kunuka ya kuoza. Pako naingiza mobatu. Huku Kinshasa kuna nyingine mbwa mwitu anapatia watu veza petrole, jiza petrole. Hey, niluliza leta. Hatuna ministeri ya nini ya sante vraiment baingilie uchafu. Baende ipima kule kwa OCC. Baonekani ya kweli ama mbaya. Juu ya mvutima banakaogopa. Huku kuko kingine kipasteri huku kikubwa na bimachafu. Kina kamata mapapie hygienique, kazi imetoka muese na zamejipanguza na watoto wake, analeta na gabulia watu munini mugiri kaburi yake aseni kanisa. Watu wanaipigania banakula. Kwa kimbwa mtu Kinshasa. Kikiingia kinakanyaga fazi mama banapigania bulongo, kila mtu anabeba kunyumba anatia muvere anaenda kunywa, aseme anakunywa upako. Mungu Baba, siku walishaluona. Acha bapende Mungu Baba, bariki watoto ya Kinshasa. Bariki watoto yote ya huku West. Bariki Baba watoto ya Kisangani. Hey! Jua nasikiaka na wanaokoka pale pale wanasema no, tumedanganywa. Huku si ajabu, siagusa nitabambia mtashangaa vitu tumekutana Kinshasa. Vitu tulikutana Kisangani. Vitu tumekutana huku Kongo Central, Mabandundu, Equateur na watu wako napenda Mungu sababu anamuona na macho. Ndugu zangu, Brazzaville msisemi. Angola neema imepita. Tunaendelea tu tunapanda, tulishafika sasa tumefika Centrafrique. Tunaendelea. Ulaya tumeanza, Amerika tumeanza. Waliopewa neema walikataa neema. Lakini nashukuru sababu kwetu kuna wale wamempenda Bwana, tumeamua. Bwana wabariki watoto wa mji wa makimbilio. Na wale wanatupenda hata kwa radio, benye bashingizaka makufuru ya kutukana neema. Bwana abaguse na bapiganie. Eti wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo. Bale wanakulisha meza ya Bwana. Beba nakutia mikono wako na kuombea. Beba nakupakala kama jivu ya misalaba. Bale wako nakulisha maukaristia bila damu. Na beba nakulisha kama ni bumikate na bumabitu gani na mave de mese za mapombe. Basema bongo kia kwanza kili. Na kila msema bongo ni mtoto wa Shetani. Mimi na wewe tunakubaliana ni Biblia. Bali tafuta ushuhuda wa uongo juu ya Kristo wapate kumu na ni bauaji wote. Ni mie ama ni Biblia?
Soma Mathayo 26:59. Soma pale kunyumba, msome familia mzima, muone vile basha wadanganya. Basha kudanganya. Yesu anaponya, ulishapona. Anaokoa, ushaokoka. Umeokoka kutoka kunini? Juko okoka ni kutoka mproblem. Problemi zako zishaisha. Mumezika, mnazikana, mnakufa, mnahomba, mandoto mbaya, mikoshi imewajaa, na walikudanganya bako na Mungu. Haiko basema bongo na unakufa wanakuzika na onere. Haiko bauaji. Bengine shaweka mambao, masteri ya mambao ya silwa muuma. Haone kama nakutega azo juba na yoba batakukula kesho. Na banaleta like lemba ya silwa muuma. Na wanapita silwa muuma. Nishambia Butembo ambie ingani lwa sona nyoko. Juki baki kwambia silwa muuma ni kusema na yoba na kuhamishia mo mauti. Nimefika Butembo na shanga bako na buuma. Buuma bumeanzwa na Seli Bandirsi, hana batoto. Kila famii unaandikisha, wanakupa kitabu. Wewe na batoto wako yote na bibi yako munaanza kukotize juu ya kukuzika. Sasa kamuzee katatea plus de 70 kako kanaomba $5 juu ya mtoto wa inane wa 2 ans kamuziki. Muzee na jene ni nani anapasha zika mwingine? Nikabauliza, olie mkuu hata na mutualite moya kusaidia batoto huko bameza masomo waende soma ulambo hape bourse. Mwowe wa seliba, mwape kapitali bachuruze, mwanulie ma parcelle, muko na ya kuzikana. Hey, atanjo bulozi. Wauaji. Unaona byabo tu ni kukufa tu njo byabo. Banaheshimia matanga sana. Ole baheshimia mariage za bajene. Njo banaribisha bafie na bagarso. Ole baheshimia hata maendeleo ya watu ni matanga. Eske we hata ukikufa leo wakati ukuzika unahangaika, wewe utakuwa si leta itakuzika. Hakuna maziko ya maana. Maziko ni kihombo, maziko ni kupotea. Bakienda kuzika hata bakuzike muserke ya diama, umekufa utaoza. Hauna maana. Hapana kuangaikia ile maiti yako, angaikia maisha yako leo. Uishi duniani kama mbinguni na baadaye uende mbinguni. Mimi hata bakuzike na kwenda kuzimu bitakufaidia na nini? Mwenyeko mwile mamitualite mwile ma association ya kuzikana. Toka! Ushajigusa hako. Na bingilia utashanga. Ni wauaji na ni wasema bongo. Eti walipo utafuta wasiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Kazi ya wakubwa wa madini jua malize batu. Stefano balitafuta biwelewele ya kumsemea bongo jua mulapide. Naboti balitafuta biwelewele ya kumsemea bongo alitukana Mungu na Musa bapate kumuua. Kristo mwenyewe walitafuta ushuhuda biwelewele. Hapo tasoma hata baadaye wawili wakatokea biwelewele, juba alitafuta wakakosa, wakapata biwelewele 2, wakasema huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Bila msemea bongo na bikusikia. Banatafuta tu biwelewele. Mulindo ajili bakitaka mwanzia maneno, banatafuta kaka kiwelewele mwa batasakrifia. Nionaka mwa kama Goma walikaita kama black man, banaenda kusema bongo wameka kidnape, wamefanya nini? Ataka wale na mtatewa mzungu hakata endelea maisha kamekufa ulo. Niona kengine hapa kwa kamera de la ville kanaleta malacrimogene kutupiga. Mandevu itakuwa ya kaki. Bengine kwa na hivi za mweupe kaki. Nilisema na mwata msaidia, laana zimufuate. Mwende mwangalie ule anajifahamu mama yake. Leo iko wapi? Hakuna. Msicheze na Mungu. Muogope laana, abachezake na mtu wa Mungu. Jua muyaona mtu wa Mungu mulisoya bale babandi yenu. Mtu wa Mungu ameingia mwinji. Kama mulishakuwa na mkoshi ya kusema mlindo ajile mbaya, ole wako. Lakini neema ingali kuyatubu. Fasi mwatu kumuji wa makimi. Jua bale wote unaona mustede refuge, bashatukana mlindo ajile. Lakini walikuya tubu na Mungu akawasamehe. Kumadhabahu ingine, wewe na ule pastor wako laana ya kunuka. Banatafuta tu biwelewele kuharibisha injili. Usikue wenjo kandida biwelewele. Kuna kengine kama kamunigi nako hapa kalijitokeza huko ase kanenda jifanya kupigana na neema. Saa hii ni kafijitif. Leta munichunge. Habaya kagusa, mwenye dhambi anakimbia na bamkimbiza. Nivo yake ni kachini. Mekaisha sema mlindo ajile alishapana mapesa. Uliweko na pesa ulimchokozea nini? Alishapana kuleta yote. Kama nishapana kuleta, unaomba tena lete kuchunga. Itakuchunga ina nishapana kuleta. Uko mbuzi ama uko mtu? Laana zimekuvaa. Nayo alikutuma. Banaweza kukukula na leo juu lishindwa misio. Msicheze na Mungu. Neema ingali ndugu zangu. Nawapenda sana. Nasema shalom. Amani iwe kwenu Wakongomani. Amani iwe kwenu taifa la Bwana. Amani iwe kwenu. Nawapenda sana. Nilitaka tu
kuambia tupo na injili nasonga mbele. Okontere njo tumepanda tena ngazi sana. Tumepanda ngazi. Leo tuko tena kunivua hata hapo ma province. Tuko leo na ba ministre, ba president, tuko yulu. Ba PDG, tuko yulu. Ba député, tuko yulu na ba sénateur. Bot, maisha kwa batoto wa mji wa makimbilio, ba généraux. Ile niveau yenu mliwaziaka kule kwa mapori ishaisha. Tuko juu. Leo kunaona ba gouverneur biko na shuhudia kwa kanisa. Bwana wabariki. Na bariki sana gouverneur wetu pale Kisangani. Bwana wainue na asikie maombi yenu. Mlikuja kutafuta usaidizi kwa Mungu na Mungu anaenda bachunga na kiti chenu. Na sisi tuko pamoja na nyinyi. Sisi tunakuwa nyuma ya utawala. Hakuna siku tutapingana na viongozi. Gouverneur wangu pale Chopo, Lendongolia na visi wako tuko pamoja na nyinyi. Tuko pamoja. Kiroho na kimwili tuko na nyinyi na tutawasutenir na kuendelea na nyinyi. Nakumbuka mama Madeleine aliyewagombola pale naye hata alisha kwa huko msena, tuko naye, tunampenda sana, tunamwombea neema. Na kila anayesimama na kazi ya Bwana tuko nyuma yake. Na mwenye hataki kama ni kiongozi wetu tuko tu nyuma yake, sie sababu ile ni kazi ya Mungu. Usipingane na utawala ulio mkuu. Na wapenda sana watoto wa nchi, mpende nchi yenu, mpende viongozi wenu, mpende jeshi lenu. Penda nchi, hatuna nchi nyingine, ni hii tu. Shetani akijua tupiganisha kwa nchi yetu, mwanze jua ni shetani. Tusimame na utawala. Na karibuni unaenda imba wimbo wa ushindi. Ima vita inaisha Mkongo. Bwana alisema ataleta vita Mkongo, itarudia mnyumba ya baba yake na mamake. Atakwe nani? Itarudia mnyumba ya baba yake na mamake. Inawezekana kule upande wa kwenye nilitoka ni uasi wa kucheza na Mungu, ndio maana Mungu alibanyota kidogo, lakini amewasamehe. Vita zinaisha. Neema inarudi tena na nchi yetu inakuwa sawa. Muafrika kutakuwa nchi ya juu sawa Kongo. Baraka zinarudi, development enda ingia zaidi ya 73 kule wakati ya Mobutu mpaka 85. Baraka tena zinarudi Kongo. Yule ambaye alizania taibomoa anaenda bomoka. Na cha kuwashangaza na bazungu watakuomba kazi Kongo. Afrika mzima watakuwa anakuja kuomba kazi Kongo. Ni wakati na le 29 juin tunaenda fete victoire ya Kongo pale ku esplanade ya Palais du Peuple. Ni maana mbwa mtu wanapigania lakini tuliwatangulia. Na sisi tutakuwa pale. Katika jina la Kristo nakutakia ndugu yangu amani ya Kristo. Laana yote ilikuvaa ikutoke leo. Kama ulikuwa victim na wewe utubu kumji wa makimbilio. Sababu ningali nawapenda na Mungu wangu anawapenda. Mimi sikasirikake, siangaikake, sishtukake. Siogopi kitu na siogopi mtu. Sikia leo, mimi naogopeshaka na mauti na niogopaka. Shetani chini ya miguu yangu. Leo kuzania tutasema mlindo Agile, oh sio DGM. Nani alimwambia DGM ni parke? Hata njo ujinga na nyie na roho chafu. Mtakuwa pumbavu mpaka wapi? DGM inatafutisha mtu ama parke njo inatafutisha mtu? Oh DGM imetia aseme avis de recherche. Mlindo Agile anajulikana kuliko na babako na tate yako. Mlindo Agile anaanza tafutwa. Mlindo Agile anajulikana kuliko na sida na corona. Kinshasa mzima wanayako mimi na kuwaka. Na kila siku nikitoka mnaonaka na kuma image vile mimi natoka, naonekana dunia mzima. Niko muvila nguvu sana yenye na satellite inajua. Kanisa yetu ndio kubwa sasa Kinshasa kuliko zote. Na hubiri kila siku wananionaka. Kutakuwa vile lakini atanjo roho ya Bukupi. Unajua kule kwetu kunakuwa roho kule tulitokaka ya Bukupi. Mkupi apendaki kusikia baraka za mtoto wa jirani. Mtoto wa jirani akiinuliwa na mpiganisha. Butembo banamwita Mubini. Mubini hawezi itika baraka za mtoto wa jirani. Kwanza kwetu jo dega. Ule Mubini wa kwetu ule Mkupi anaendako na logo iko na anakanyaka manyumba tu asa anchonda kala mokaba na bani au ndena kala mokaba na manyumba undi mundu unatafutia maisha mtoto wako nyumba mwingine mtu si itafutie mle mwako njo roho za uchawi pale kwetu Bukavu wanabaita bashunzi mushunzi apendi baraka za mtu na njo bale banalogaka kaka mwingine kazima hakuna maendeleo mwanataka inua kichwa mpata kadibule banamuua mwenye amesheka kanyumba kazuri banamuua njo roho zinahala kule kwetu kule Juba naona Mlindo Agile ameinuliwa roho chafu. Nienda shanga. Na ka station ya televizio kama mtu anaitwa wa kwetu kunyumba peti yangu. Aka kamishapika kulaaniwa. Kale njoka kwanza kanatangaza vitu ya kulaaniwa. Hizo laana mmejikokotea zibafuate mtashangaa. Ba mouton noir. Zitabafuata mtashangaa. Lakini Mungu atazidi kuwa Mungu. Vile umechagua laana beba laana. Maana ta baraka abarikiwe. Lakini natakia kila mtu baraka. Bwana wakumbuke ndugu zangu wainua. Ilikuwa tu tahadhari na wapatia. Attention na wapatia. Baumbwa mwitu wasiwadanganye, bali wote ni bauaji. Bako na kuchunganisha na roho wa Mungu. Ili ukufuru, uchukie Mungu, Mungu na akuchukie. Lakini Mungu angana kupenda ndio maana amenituma nikupatie neno la uzima. Naomba leo baraka na uzima tena rudie mwako. Hata kulikuwa laana ziondoke leo. Bwana akuinue kupigania na kizazi chako. Mpendane na Mungu, pana kupigana na Mungu.
Karibuni Kongo, mnaenda kucheza wimbo wa ushindi. Wimbo wa ushindi. Maafa mtaionaka tena na mtaisikiaka tena. Buma vita wa bushenzi mtaonaka tena wala kusikia tena. Ni kwamba Bwana anakumbuka nchi katika jina la Kristo. Amen. Amen. Nataka kuomba sababu niliwaambia, ulisikia anapenda mai ya maiti. Sasa na hapa kwa radio nimekupa mai ile maiti, ama unje kuna maiti mle mwako. Kuna wale wanakuwa na maizabo za maiti wanakunyishaka watu na mwile mameza ya Bwana. Sasa wanawaza kila mtu iko sawa hapo. Hapana. Kwangu mie sipatiaki mtu maji. Bwana alisema anza ombea maji juu ya kutia confusion. Kwa wale balozi wanajiita watumishi, beba napatia watu maji zabo za kulaaniwa. Ili kila mtu ajue kumbe naweza pona kwa neno tu la nabii. Mie yangu maji haya, na we chukua yako. Chukua yako kama uko na yangu iko mkikombe basi. Nilikuwa nakunywa kakafe, ndio nikatiamo maji yetu ya baridi hapa. Nina maji humu. Na we basi kama una maji yako chukua. Inua tu elekezea hapa, hata kwa telefone yako. Elekezea pale sababu mikono ya Mungu wangu sio mifupi ili asikufikie kwenye huko. Na masikio yake si mazito ili asikusikie. Tulifanya hivyo juu ya kufedheresha wale babandi. Beba nauzisha kama mai. Deliverance ya watoto wa Mungu alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Mathayo 10:8 verse. Amesema vizuri. Mponye magonjwa. Ni wewe na mimi ndio tunapaswa ponya. Haiko tena Mungu ama Yesu, hapana, ni wewe ndio kuponya magonjwa. Hii shile shajifaa Mungu, hapana, haiko mie. Mungu alinifanya Mungu. Sasa mtoto wa Mungu naye ni Mungu. Niko Mungu. Nakwambia bi. Sio singelikuwa Mungu kama ishani kula zamani. Si mnapimaka bikamate. Ningelikuwa niko tu mtu wa kawaida sawa nyinyi. Kama ishani maliza. Na sasa niko na ubiri ngine kwa saka meno. Na kwa kuma television na RTNC. Bako nanisagia mimi niko naona. Mimi niko Mungu. Yapo bezi nigusa. Sababu Kristo yuko ndani yangu na mimi ndani yake. Kama ulingoa ujili atubu. Kweli nimetubu tena mimi natubu juu nilikuwa kama Mkristo sawa nyinyi. Natubu ile dhambi ya kuwa Mkristo mporo. Natubu, Bwana nisamee. Nilikuwa chini ya misalaba. Kumbe msalaba ni silaha ya maadui iliangamiza Kristo. Leo mimi na msalaba. Mimi niko na yule aliyeshinda mauti juu ya msalaba. Nyinyi mkabakia na msalaba, nataka ukimbia kuya ufuatane na yule anayeponya aliyeshinda mauti juu ya msalaba. Hakuna mtume alitembea na msalaba. Kristo hakuenda kuilogota tena. No, msalaba ni ya makaburi, ni silaha ya Waroma kutundika maupoza. Sio kama unanielewa, usinikasirikie. Nakupenda, inua maji yako nikuombe. Nakupenda sana. Wewe una maji, utanyosha mkono wako kuelekezea hapa. Utaunyosha mkono wako kuelekezea hapa. Baba, katika jina la Kristo uliye hai, sababu uko omnipresent, uko mahali pote. Anayenifuata kwa nchi yoyote, iwe Rwanda, iwe Uganda, iwe Burundi, Bakongomani wote wanaonifuata, ulimwenguni pote wanaonifuata, uko omnipresent. Siwezi kulimiteni kuitwa Nazareti, no. Na Kongo ni yako sababu ulimwengu mzima uliumbwa kwako. Wewe ndiye uliumba. Na Kongo ni yako leo Bwana, hakuna wachawi watanyang'anya tena. Katika jina lako Kristo ambaye uko omnipresent leo, naomba msamaha juu ya wote ambao walivamiwa wakakuwa mvute na hibalozi hichache hibiwelewele. Hii litaka kuharibu injili na reputation ya nabii wako. Na wasamehe Bwana. Neema yako iwajae. Neema yako iwajae. Favere tena warudie. Bali kwa victim na wameamua kutubu kumji wa makimbilio. Wasamehe Baba. Na wengine wako mbali ya mji wa makimbilio, hawakujua wakaba mvute. Wasamehe basi, wasamehe. Wasamehe na roho yangu iko sawa. Wasamehe. Roho yangu haichukui mzigo kwa mtu. No, wasamehe Bwana. Naomba neema yako juu ya nchi yangu na familia kila mwana nifuata. Baraka zako. Amani juu ya ndio mfalme wa amani. Kila mwana tutakia kumwaga damu ya Wakongomani. Bwana, damu imlipize kisasi. Sababu tumechoka. Haiko tu politisi bakitaka macheo, bakitaka tu mapesa, bakitaka manini hapo, si ndio tukue manini hapo masakrifisa kuchinja. No! Tunakataa Bwana. Nakushukuru sababu ya neema yako Bwana, favor juu ya viongozi wa nchi. Tunaomba waelewane, amani irudi tena. Na anayestahili kufungwa afungwe kulingana na dhambi zake. Na anayestahili kuongoza aongoze kulingana na wema wake. Leo naomba muamzi wa kweli, amua tumechoka. Ba victim, mimi ndio victim wa kwanza. Familia yangu yote walimaliza na hiyo ujinga ya marebelio, ujinga ya kutuamvaire kila siku. Angalia Bwana, watoto wako walikuwa na himali yao. Masisi ilikuwa mangombe na ngombe. Fromage, sosa zote, birai, mtama, manjegele. Lakini leo wanakuwa wakimbizi, shida na shida. Ngombe zimeisha. Hiyo sio mapenzi yako, ni mapenzi ya Lucifer.
tulipizie kisasi sasa Bwana, na damu ya victim ambayo iko nalia kwako, balipizie Bwana, wafariji nao. Neema yako na kuomba leo tunataka Bwana, kama vile umeniambia kwamba ni wakati tunaenda imba wimbo wa ushindi, na hakika ni wakati. Faveri yako ijae, demarche zote za viongozi wa nchi Bwana zikamate, na kusikia shetani kuziingilia, hata maadui baende kudanganya zikamate katika jina lako Kristo. Sisi tuko tumedharauliwa na kuonewa, hatujulikani tena mpaka na kuoni leo, na sisi jina letu linaingia tena. Tulikuwa hatuna soko mahali popote kule, hakukukua stat jinsi vile Kongo inaweza kufanya nayo maakor na Etats-Unis, lakini leo Etats-Unis imetujua na bana zikubali. Ni favor sababu ya maombi. Tulipofanya marshe ilitwa amani, na tukapiga vigelegele kuangusha ukuta wa Yeriko, na matunda yanaonekana. Na ndio maana tumesema Bwana, le 29 ya mwezi huu tunaenda pale ku Palais du Peuple, sababu ni pale tusema peuple, kukushukuru kwa matendo makuu. Umejibu maombi yetu. Najua maadui wa imani wamejibeba pale, lakini wanaenda anguka ili watoto wako wakusifu. Naomba Kongo mzima hiyo siku wakusifu kwa amani na salama, na wale baeste wote nao bakwe mbaraka na amani. Woga na pepo ya woga tunaikemea na kuimaliza. Tunafagia kila uchafu Goma, tunafagia kila uchafu Nord Kivu, Sud Kivu. Neema yako ijai nchi nzima. Batoto wako nao Bwana balale na amani, balime shamba zao na amani, bazunguke na amani, bafanye biashara na amani. Neema yako yatosha Bwana. Leo na kuomba Masia, sababu wewe ni Mungu wetu na hauna upendeleo. Kristo wa Kongo li hai, Kongo mikononi mwako. Huyu mtazamaji wangu namwombea baraka zako. Bwana, hivi tu amenifuata leo, maisha yake badilike na shangae. Nakumbuka Bwana, ulipigwa mkuki ubavuni, maji yakabubujika pale, damu ivuye. Maji, sababu wewe ni mwamba ulio imara, chemchemi ya uzima ikatoka humo. Ndio maana Bwana ukaniambia nianze kuyaombea maji kila mtu mahali alipo na maji ya nchi mzima. Na kuomba Kristo, maji ya uzima ingia mwile maji yote ya mtazamaji na msikilizaji wangu, ingia Bwana. Anapoyatumia ndani yake na ndani yako, kila kilichokufa ndani yake kifufuke, na chochote kiliharibika kipate nafuu na afya anapoyatumia Bwana. Naomba leo ikuwe mwanzo mpya kwa kila mmoja. Laana ziondoke, baraka zako ziingie. Aliitwa mlaaniwa aitwe mbarikiwa, aliyekuwa chini umuinue tena. Nakumbuka Elia alikuita kwa shida, ukampigania, ukamaliza maadui zake. Na leo Bwana tunakuita pamoja kwa umoja, tukiangusha tena ukuta wa Yeriko, tukiwa tayari kwenda kukushukuru. Ni action de grâce kwa ya kusikia maombi yetu Bwana. Hiyo le 29 Juin nchi mzima watoto wako watafanya action de grâce kwenda kukushukuru. Itakuwa culte d'action de grâce kwa sababu Bwana kusikia maombi ya watoto wako. Haleluya, haleluya Bwana. Naomba kila mmoja ananifuata, naye Bwana muingize ndani ya neema, na yapate action de grâce. Akusifu kwa kumponya magonjwa yake, akusifu kwa kumpa ndoa huyu alikosa ndoa, akusifu kwa mzazi alikuwa tasa na inaenda zaa, akusifu kwa alikuwa maskini wampata biashara na maisha yanaendelea, akusifu kwa ushomeri kupata kazi, akusifu kwa amani kurudi katika nchi wale wako insecurity na wako insecurity total, banze lala hata bila kufunga mlango. Na kushukuru sababu Bwana umesikia. Na kushukuru Bwana kwa kuturudishia tena jina na kututengenezea jina ambalo Bwana maadui walikuwa wameharibisha, na manchi za Afrika mingi walikuwa wametuharibia jina. Hatuna soko, kila mtu anajua Kongo ni kapitali ya viol, Kongo ni fasi ya vita, lakini leo Bwana unaturudishia tena reputation. Umetutengenezea CV, pokea sifa. Tutakosa kukusifu ai Bwana, ni action de grâce ya kukusifu. Asante Bwana sababu na huyu mtoto wako ndampa tena action de grâce ya kusifu. Hata lialia tena, bali anaenda kucheka pamoja na watoto wako, ambaye alikuwa mpigwa na mapepo na kumpiga mapepo, ajisikie kuitwa mwana wa Mungu, awe pamoja miongoni mwa Mungu. Vile neno limesema sisi ni wa Mungu, wana wa aliye juu. Neema hiyo Bwana ifuate kila mmoja. Natangaza neema na amani, baraka zako juu ya nchi. Usihesabu Bwana uasi wa wale balozi wachache, bali taka kuharibisha reputation ya nabii wako na neema ya uponyaji ya mji wa makimbilio. Naomba msamaha juu ya victime wote dunia mzima waliofuata, wasamehe. Bwana, ulimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa watoto wako, maadui wa Kongo yetu, maadui wa amani yetu, maadui wa baraka zetu, maadui wa mali yetu kuziporapora kila siku, maadui ambao wanaweza kufanya Bwana na mwalikuwa ndio pesa mbanki anze lala njaa akose maisha. Bwana tutetee, mtetezi wetu, najua uko hai, ututetee.
Ndio maana leo naomba Bwana, ulivyomaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wetu wa kiroho na kimwili. Baishe kwa moto wako. Kikosi cha kwanza, cha pili na cha tatu waishe. Na basi sikikake tena. Na basi inue vichwa mbele yetu tena. Bwana, ule alikuwa victime, leo mfanye kwa shujaa. Na victime yake wanke chini ya miguu yake. Tulikuwa victime dunia mzima. Bwana, bali maadui yetu wanke chini ya miguu yetu, makapi moja kwa moja, kama vile ulimwahidi Daudi. Bwana na Mwokozi wetu, nakumbuka Bwana kwa mlima Karmeli kwa ajabu. Ili alipokuita Bwana, moto ulishuka ukateketeza zabibu na madhabahu, ukaramba maji na mawe, njo moto ulao, le feu devora. Moto izikisa kanyoso kila kitu kichafu ndani ya watoto wako wanaonifuata sasa na ndani ya nchi yetu, kiteketee. Tunaomba na baraka juu ya manchi jirani wote, baraka zako zionekane, kila adui ateketee, aishe. Tuishi tena kwa amani vile tulikuwa tangu zamani. Bwana, tulikuwa na CPGL yetu, Kongo, Rwanda, Burundi, tulikuwa wandugu na marafiki. Kila adui kutuchonganisha, leo natangaza mauti yake na anguko lake. Acha tena tuone amani. Batoto wa Kongo wakienda kuzungurukia Rwanda, Burundi, Burundi wazunguruke Rwanda, Kongo, Rwanda wazunguruke Burundi, Kongo. Amani zagae tena katika jina lako Kristo. Nimetangaza Bwana wimbo mpya, wimbo wa ushindi, wimbo wa amani, wimbo wa salama na utajiri. Jina lako litukuzwe moja kwa moja. Asante Bwana kwa kumetusikia. Nakumbuka Bwana siku hiyo Elia alisema hawa adui mwakamate, baumbwa mwitu wako na ubiri uongo na kudanganya watu. Aliwapeleka kwa mto Kishoni, alokata vichwa, damu yao ilibubujika kama mfereji ya maji. Usibadilika. Leo naomba upanga kushuki. Kila anayedanganya watoto wako na injili za kufa, anajifahamu mtumishi wako na ni bongo, nafungula matanga mnyumba yake, asidanganyake wengine tena. Siku ya Pentekoste ulimwaga roho wako juu ya wanafunzi wako. Natangaza Roho Mtakatifu leo juu ya wote wananifuata na taifa lako nzima. Watoto wako Bwana wakitumia maji hao wajaze, na kwa wote watapita endefanya maexploit. Arme ya nchi yetu ushindi, kile kwa watapita exploit na utisho kwa wafuate. Bachunge nchi kusikwe maadui kutuingilia tena. Na mbegu chafu zote Bwana ziondoe miongoni mwetu. Taifa lako Bwana la watoto wako likomae pamoja na kujenga taifa na kuhubiri injili hai. Asante kwa kumesikia Bwana unatutendea. Ninachotangaza leo, Bwana, ulivyogeuza maji kwa divai kwa harusi ya Kana, maji yote nageuza kwa damu yako. Watoto wako wakiatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi, na laana zote ziliwafuata zianguke leo. Waitwe wabarikiwa. Waitwe wabarikiwa Bwana, katika jina lako Kristo. Wakini yatumia hata ni magonjwa gani, ishe leo. Balana mikoshi, ishe leo. Watoto wako waitwe wabarikiwa, waanze kucheka tena na washuhudie makuu yako, katika jina lako Kristo. Walozi na wachawi leo, balana mikoshi warudie mara 1000, kufa na wafe. Basi wazake loga mtu mwingine wala kumdhulumu mtu tena. Maadui wote wa nchi waishe, basi mdhulumu mtu tena. Bali kwa nyinyi watoto wa Mungu, leo natangaza huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu wa uponyaji, Mungu wa deliverance, Kristo aliye omnipresent, anayeponya, aliyetujengea mji wa makimbilio, akurudishie sura na mfano wake. Utawale kila kitu cha chini ya maji, angani na juu ya nchi. Wewe na kizazi chako msicheze wake tena. Kila kwa utapita kufanya kwa solution, katika jina la Kristo. Amen. Amen. Ilikuwa mchungaji wako Mlindwa Jean, na kupenda sana. Kuzimu wapendwa wala wasipopenda, neno litahubiriwa. Kongo imefunguliwa. Shetani ameanguka.